Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Theology Jesus TV, kwenye vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, tunayo furaha kuwa pamoja na wewe katika mada huu. Leo kwenye juma hii tumejifunza kuhusu somo la 10 kwenye robo hii ya pili, somo ambalo lilikuwa likizungumzia ama lazungumzia tuliofikiwa na miisho. Tuliofikiwa na miisho ndio somo letu la juma hii. Fungu la ukariri ni kwenye Wakorintho wa kwanza 10:11-12. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi, mimi na wewe tukiwemo, tuliofikiriwa na miisho ya dhamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Leo ni Ijumaa, tunatoa tu kifupi ya somo na kuingia kwenye kujifunza zaidi na kuuliza maswali. Mungu akubariki. Tuombe. Asante Yesu kwa sababu mara tena unataka tujifunze kupitia visa vilivyopita ili kwamba vipate kutuandaa kwa ujio wako mara ya pili. Mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji, andaa mioyo yetu kusikia neno lako na kubadilishwa nalo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu la kukariri linatukumbusha ya kwamba maandiko matakatifu sio kwamba tu yako hapo kutuzungumzia kuhusu visa vilivyopita. Ndiyo, vinatufundisha mambo mengi kuhusu visa vilivyopita, lakini ikiwa na malengo ya kutuandaa ili kwamba katika visa vilivyopita tuangalie ni masomo gani yanaweza kusaidia katika mambo yetu, safari yetu ya kiroho, na tuangalie tutaishije ama inatufunza nini kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo somo la juma hili limeweka mkazo kuonyesha visa fulani ambavyo kwa kuvisoma kwa makini vinatuonyesha kwamba hakika kabla Yesu aje kutakuwa ufanano mwingi, hapo tunaita resemblance, okay? Vitu ambavyo vinafanana, vinalingana sana kabisa na vile ambavyo vya siku iliyopita. Na inatuonya, inasema sasa basi kwa yule ambaye amedhania kuwa amesimama na angalie vizuri asije akaanguka. Kuna hatari sana ya watu ambao unaweza kushimama kwa muda mrefu lakini hatimaye ama mwishowe unaanguka. Hapo utakuwa umechokea bure. Unamtumikia Mungu kwa miaka 2, 3, 4, 5, ya 6 unaacha kanisa. Hapo utakuwa umekosea bure. Utakuwa umepotea kabisa, utakuwa umechokea bure na kutumika bure. La muhimu ni kwamba kwa sababu umemtumikia Mungu leo, kesho yake, umekuwa mwaminifu kwa Mungu leo, kesho yake, omba neema ya Mungu ili kwamba mpaka kifo ama mpaka Yesu akija uendelee kuwa mwaminifu kwa Mungu. Katika masomo haya kuna visa ambavyo vimenivutia sana. Hicho kisa kia gharika, Biblia imesema kwamba jinsi ilikuwepo, jinsi mambo yalivyokuwa wakati wa Nuhu, hivyo ndivyo dunia itakuwa kabla Yesu aje. Utajiuliza wakati wa Nuhu ilikuwaje? Unaposoma kwenye kitabu kia Mwanzo sura yake ya 6, utaona kwamba kuna ufanana ama kuna similitude nyingi sana kwa wakati wa Nuhu na siku hizi. Kwanza ni kwamba ni tukio ambalo hakika lilikuwa linawaonya, kulikuwa onyo ya kuokoa na kuangamiza watakaokataa kuokolewa. Ndio. Na leo hivi tunajiandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili ili kwamba watakaompokea wapate kuokolewa, lakini watakaokataa pia wahukumiwe. Waliokataa kuingia katika safina walihukumiwa, mvua ikawaharibu kabisa. Jambo lingine ni kwamba lilokuwepo ni kwamba watu wa muda ule walikuwa wamependa dhambi sana, wameabudu miungu mingine, walikuwa wamependa dhambi kuliko mambo ya kiroho. Hata leo unapoangalia ni vitu gani vinawafurahisha ama vinawapendeza watu, utagundua ya kwamba watu wamependa sana kejeli, mzaha, vitu visivyokuwa na maana kuliko kumpenda Mungu. Kwenye mitandao ya kijamii nini inavuma? Vinavyovuma ni hiyo. Usijui kwenye TikTok utamuona mtu anaangalia na hiyo inavutia watu, ama anafanya vitu visivyokuwa na maana, anatembea uchi na hiyo ndio inavutia watu. Watu wamekuwa na kiburi, chuki, wamekunywa, wamekula, wamefunga harusi, mambo ya kawaida kabisa, na wanamwachilia Mungu. Mungu akamtuma kabla ya kuangamiza wale watu. Mungu akamtuma Nuhu. Akasema, Nuhu, basi waandae watu ya kwamba karibuni mvua itanyesha na yeyote atakayekubali hataangamia. Atakayekubali kuingia katika safina. Lakini watu hawakujali. Akahubiri kwa miaka 112. Kwa sababu Mungu ana upendo wa viumbe vyake, lakini hawakubali. Hata kukaonekana ishara ambazo kwa mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake anaweza kushtuka. Kuona nyama zinatoka kwenye parki zinakuja zinaingia mbili na hivi.
watu wakaona yale yote kama tu mambo ya kawaida. Haikuwaambia kitu mpaka mvula ikawateketeza. Hivyo ndivyo itakapokuwepo kabla Yesu aje. Watu watapenda uovu, watapenda mambo ya dunia kuliko kumpenda Mungu. Watu watafanya kejeli na mambo ya Mungu. Naweza kuambia acheni dhambi, wanasema basi Yesu tangu alipotuambia narudi anakuja upesi, mbona hajafika kabisa? Watu walikuwa mwambia Nuhu, hatujawahi kuona mvua. Wewe ni mtoto mdogo, utatuonyesha mvua kweli? Lakini hatimaye mvula ilikuja na Nuhu pamoja na jamaa yake wakaokolewa. Ilikuwa ni ishara ya mabaki katika dunia yote, watu wote hawawezi kuangamia. Kuna watu ambao ni waaminifu kwa Mungu hata leo. Unaweza kuwa usiamini, unaweza kuwa hujajisalimisha, lakini jua kwamba kuna mtu mahali fulani yuko anajisalimisha. Kuna mtu ambaye yuko anaomba uvuvio wa Roho Mtakatifu siku baada ya siku. Kuna watu ambao badala ya kujitambulisha na kufanya vitu visivyo vya maana kwenye mitandao ya kijamii, wao wako hapo wanahubiri Mungu, wanamtangaza Mungu. Uwe miongoni mwa wale ambao hata dunia iharibike namna gani, uwe miongoni mwa mabaki ambao tunaita rest. Isitoshe hata kwenye kisa hicho cha Sodoma na Gomora, kinafanana tu kile kia mvua na kia gharika. Hapo Mungu, kwa sababu hawezi kufanya kitu kabla kuwaambia watumishi wake, akamwambia Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa hospitali, alikuwa mtu mkaribishaji. Alipowapatia chakula wale malaika, Mungu akasema basi taweza kufanya hiki kitu pasipo kuwaambia Ibrahim, naenda mahali fulani kumekuwa mchafuko, kumekuwa uzinifu na watu wa huko naenda kuwaangamiza. Nani akamwambia huyu Ibrahim? Akasema basi ikiwa utawakuta watu ambao ni wacha Mungu karibia 50, je, akasema hapana, nitawasamehe. Hata ukikuta 45 nitasamehe, hata 13 hadi 10 akasema nitasamehe. Kwa hivyo Mungu hawezi kuacha dhambi na mwenye dhambi pasipo kuwalipiza. Kwa hivyo pia hawezi kumhesabia mwenye dhambi kuwa yeye ni mwenye haki pasipo yeye kumpokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yake na kutubu na kuamua kumfuata Yesu. Hakika wote waliokataa wakateketea, lakini aliyekubali akaokolewa, Lutu pamoja na dhambi zake. Hivyo kabla Yesu aje, kuna watu ambao watampokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yao, lakini kuna wale pia ambao watakataa. Natamani wewe miongoni mwa wale ambao watakubali, kwa sababu visa kama na hivi vya Nuhu na Sodoma na Gomora ni visa ambavyo tusije tukavisoma kwa juu na kuzania kwamba ni watu ambao vichwa vyao vilikuwa havitumiki, havifai. Mara nyingi sisi wenyewe tunaendelea kuwa tuna resist kwa sauti ya Roho Mtakatifu kuambia hii ni njia mbaya, karibuni Yesu yuaja. Mara nyingi tunaendelea kuishi sawasawa na wao. Tumependa dhambi kuliko haki, tumependa uzinifu kuliko haki, tumependa anasa za dunia kuliko kumpenda Mungu na kumtukuza. Anachotaka kwangu na kwako ni kwamba tuwaalike watu, tuwatangazia kwamba karibuni Yesu yuaja, kila taifa, kila lugha na jamaa, na tuambia kwamba karibu hukumu inakuja. Na watashimamaje siku ya hukumu? Wakati kila mawazo, tendo, chochote unachokifikiria, unachokifanya kitawekwa hukumuni, utashimamaje? Hiyo somo ilikuwa ikitubariki sana. Leo tuende hapo kwenye reflection avance. Nitajifunza dondoo moja ya dada White ambayo ameisema, ambayo ni nzuri kabisa. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza soma hiyo gharika kwenye kitabu kia wazee na manabii ama Patriarche et Prophètes page 89 et 90. Kuna maneno mazuri, lakini mimi naifurahia hapa ni hiyo ambayo inapatikana kwenye kitabu kia Ellen G. White kia manabii na wafalme, gombo la pili, ukurasa wa 189 hadi 192. Mjakazi wa Mungu anasema, kwa nguvu zake mwenyewe mwanadamu hawezi kukabiliana na mashtaka ya adui. Nguo zilizotiwa doa, akikiri hatia yake anasimama mbele za Mungu. Lakini Yesu wakili wetu anaomba ombi la pekee kwa niaba ya wote ambao kwa toba na imani wamekabidhi uangalizi wa roho zao kwake. Anawatetea, na kwa mabishano makuu ya Kalvari anamshinda mshtaki wao. Utii wake mkamilifu kwa sheria ya Mungu umempa mamlaka yote mbinguni na wapi na duniani, na anadai kutoka kwa Baba yake rehema na upatanisho kwa ajili ya mtu mwenye hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watakaookolewa ama waliookolewa, watakaookolewa sio kwamba ni kwa nguvu yao ndio wataokolewa, kwa nguvu zetu wenyewe. Mwanadamu ama mimi nao hatuwezi kukabiliana na mashtaka ya adui. Shetani kila siku anatushtaki, fulani ukaiba, tarehe fulani ya kazini akafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Hatuwezi kabisa kuganye procès kwa nguvu yetu wenyewe. Pour que tu avoir gain de cause, il faut que tunaalika Yesu, kwa sababu kwa damu yake kama mtetezi wetu ndiye anaweza kutustahilisha kwenda mbinguni.
Ndiyo mpendwa, hakuna kitu ama tendo jema tutakuwa tumeitenda ambayo itafanya tuende mbinguni, kwa sababu tutakuwa tulimpokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu na kuamua kuachana na dhambi na kuenenda sasa kulingana na mapenzi yake. Ndiyo maana tunaweza kuitwa hukumuni pasipo oga. Nafurahia wimbo unasema, nikiitwa hukumuni moyoni nina furaha na nina amani, kwa sababu ninavikwa haki ya Yesu Kristo. Wakati nimempokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yangu, sina budi ya kuogopa hata iwe mashtaka ya namna gani ambayo shetani anaweza kuitoa, kwa sababu nitakuwa nimempokea Yesu. Atasema no, nimekufa kwa ajili ya mtu huyo. Kwa hivyo ni kwako leo kumpokea Yesu kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Maswali ya kujadili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba walikuwa ulimwenguni, lakini si watu wa ulimwengu. Tazama Yohana 15:19, Yohana 14:17-16. Sasa tunawezaje usawa kati ya wajibu wetu wa kuvuta ulimwengu na hitaji la kujilinda na ulimwengu pasipo maua? Tunawezaje kuhubiri watu wa ulimwengu huu pasipo sisi kuishi kama watu wa ulimwengu? Unawezaje? Swali la pili, huduma ya hadhara ya Nuhu kabla ya gharika inatufundisha nini kuhusu jinsi pambano kuu linavyofanya kazi, na ni kwa njia zipi tunatimiza wajibu ule leo kama Nuhu? Jibu kwenye comment. Swali la tatu tunapoendea kula mwisho, kabla ya kuwateketeza waovu kwa moto kutoka mbinguni kama alivyofanya kwa Sodoma, Mungu anawafufua kutoka ufuni na kumshukuru na kumruhusu shetani kufanya kazi pamoja nao kwa muda mfupi, kulingana na Ufunuo 12:7-9. Ni sababu gani unaweza kufikiria kwamba hii itakuwa hatua ya mwisho ya lazima kabla Mungu kuweka kila kitu sawa? Swali la mwisho, ikiwa utakuwa na jibu naweka kwenye comment. Ikiwa una swali pia weka kwenye comment. Unapozingatia masimulizi tuliyojifunza katika masomo ya juma hii, ni tahadhari gani unapata kwa ajili ya maisha yako mwenyewe kulingana na visa ambavyo tumejifunza? Kuna tahadhari gani ambayo umepata kwa ajili ya maisha yako mwenyewe, nami kwa ajili ya maisha yangu binafsi? Visa hivi vinakufundisha nini kuhusu tumaini lako katika Kristo? Na nataka somo hili liniandae kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Nataka pia likuandae tusiwe kama wale watu waliopata mafundisho lakini hawakuyaamini wakati wa Nuhu, wakati wa Sodoma na Gomora. Nataka leo ukisikia sauti ya Yesu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Yesu anataka uokolewe na amemwanga damu yake kwa ajili yako. Kwa hivyo kazi yako tu ni kumpokea kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Na ukiamua kusema nimechoka na mambo ya dunia hii, naacha maneno mabaya, masemi mabaya, matendo mabaya, naanza tangu leo kuishi kama Yesu Kristo. Ikiwa hiyo ni kusudi lako, fumba macho kwa imani mahali tulipo nitakapokuwa nikiomba, nawe pia ujiombee safari yako ya kiroho. Baba mtukufu, asante kwa sababu kila mara unaendelea kutuonya kupitia visa mbalimbali vya Biblia. Wakati wa Nuhu ni watu wachache tu ndio waliookolewa. Wakati wa Sodoma walikuwa ni wachache. Lakini ninachokuomba ni kwamba mimi na mtazamaji na msikilizaji tupatie neema ya kuwa miongoni mwa wale wachache, wale mabaki watakao kulaki hewani. Tupatie juhudi ya kuishi maisha ya utakaso na kuandaa watu wengi kwa ujio wako. Ukija utukute sote tuko tayari. Katika jina tukufu Yesu Kristo, amina. Ndugu, iko ni mara yako ya kwanza kutufuata na unahitaji somo la Sabato mchana, Jumapili, Jumatatu hadi Alhamisi, ingia kwenye playlist yetu utazipata. Na ikiwa hujasubscribe, na kusi leo kusubscribe na kutumia somo hili watu wengine. Wakati watu wanaendelea kutetea haki zao, tutetee Yesu Kristo. Tumtangaze Yesu Kristo. Mungu akubariki.